Tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 1983, dunia ilipata zawadi. Familia ya mzee Gray na Nauka na mwalimu Angela na Nauka ilipata furaha kubwa baada ya kupata mtoto wao wa kwanza wa kiume. Mzee Gray na Nauka ni Mmakonde kwa kabila, akitokea maeneo ya Namiyonga Newala, lakini aliyewahi kuishi kwa miaka kadhaa eneo la Mahuta. Mwalimu Angela na Nauka ni Myao kwa kabila, mwenye asili ya Chiwata Masasi, ambaye baadaye wazazi wake waliishi kijiji cha Liloya. Baba na mama na Nauka walimpatia jina la Joel mtoto wao, wakiamini kuwa Mungu amewawezesha kumpata, na walikuwa na matarajio kuwa atakuwa mtoto aliyebeba matumaini, sio kwao tu, bali pia kwa koo zao na Tanzania nzima. Ukuaji wa mtoto Joel ulikuwa wa kipekee. Alikuwa ni mtoto aliyekuwa na upendo sana, na kila wakati alionekana kuwa na ukomavu wa akili kuliko umri wake. Maswali yake kwa watu wazima pale alipokaa nao, ndoto zake alizokuwa anaeleza alipokuwa mdogo, zilishangaza wengi. Miaka ya utotoni ilikuwa na ukaribu wa malezi ya wazazi wake. Walimlea katika misingi ya utu, kumcha Mungu na kuwa na ndoto kubwa. Mzee Nauka alipenda kumuita mtoto Joe, huku kila siku akimwambia, kama mimi nimefika hapa, wewe utakuwa hujafaulu kufika nilipofika, unatakiwa kufika mbali zaidi yangu. Maneno haya yalimwingia Joel na kumpa hamasa katika maisha. Hata hivyo, wakati anaanza masomo yake, alionekana hana uwezo mkubwa, na kama vile ndoto kubwa iliyotarajiwa kwake haikuweza kuonekana. Alisoma shule ya msingi Shangani iliyopo Mtwara, na ufaulu wake ulianza kuwa bora zaidi akiwa darasa la 5 baada ya kupata maneno ya kutiwa moyo kuhusu uwezo wake. Matokeo yake ya darasa la 7 yalishitua wengi pale aliposhika nafasi ya 3 kimkoa katika mtihani wa darasa la 7 na kufanikiwa kupangiwa shule ya vipaji maalum ya Kibaha Sekondari mkoani Pwani. Joel akaonekana ndoto yake inaendelea kusogea. Barabara ya Mtwara Dar es Salaam ikawa katika hali mbaya. Joel alilazimika kusafiri kwa meli iliyokuwa inajaa kupitiliza. Meli hii ilikuwa inaondoka jioni na kufika Dar es Salaam usiku. Kijana wa miaka 16 akiwa mwenyewe na begi lake alianza safari ya kutafuta elimu, ikiwa ni mara ya kwanza kupanda meli ya kusafiri umbali mrefu peke yake. Haikuwa rahisi. Kutapika usiku kucha ndani ya meli na uchovu uliopitiliza. Alifika Dar es Salaam na kutafuta magari ya kumfikisha Tumbi Kibaha. Kama ilivyo kawaida, utani wa wanafunzi ulifanyika, lakini kwa Joel haikuwa jambo linalomfurahisha. Kutokana na asili ya walikotoka akina Joel, walitaniwa na kuitwa majina ya kuwadhoofisha kama vile wachonga vinyago, wamachinga na kadhalika. Maneno haya yalimfanya Joel amuite rafiki yake Adam Rasa, ambaye alitoka naye Mtwara, na kumwambia, njia pekee ya kuheshimiwa hapa sio kubishana nao, ni kufanya vizuri darasani zaidi yao. Joel akaanza misheni ya kufuta unyonge kwa vitendo na kuacha maneno. Ufaulu wake ulianza kutikisa kidato cha pili alipotajwa katika wanafunzi 10 bora, na kidato cha pili kitaifa kanda ya Mashariki kukiwa na ushindani mkubwa wa shule kama Mzumbe. Akiwa anaendelea kusoma, Joel alianza kuvutiwa na uongozi na siasa, hasa baada ya mbunge wa Kibaha wa wakati huo, Ibrahim Msabaha, kutembelea mara kwa mara shuleni Kibaha na kuhutubia wanafunzi. Akaingia katika kugombea nafasi ya ubunge katika baraza la shule Kibaha Bashuki na akashinda. Aligeuka kuwa sauti ya matumaini kwa wanafunzi wenzake, na alikuwa mjenga hoja aliyeepuka kuropoka. Mwaka 2000, akiwa kidato cha pili, alianza kazi ya uandishi taratibu. Kila wiki alikuwa anaandika makala mbalimbali na kuziweka katika ubao wa shule. Makala zake zilipendwa na wanafunzi wenzake na kusubiriwa kwa hamu. Bila shaka, hii ndio ilikuwa safari ya kuanza uandishi wa vitabu anaofanya leo. Joel alikuwa na lengo la ufaulu wa kiwango cha juu. Kwa maneno yake alisema, sitaki kufaulu ili nijulikane kuwa nina akili sana. Nataka kufaulu ili kuwaonesha vijana wote kuwa ukiwa na lengo na ukalisimamia linawezekana. Matokeo ya kidato cha 4 yalipotoka, alikuwa chumbani kwake. Baba yake akamletea gazeti lenye jina lake juu. Kwa mshangao mkubwa, alikuwa amefaulu kwa kupata A katika masomo 9 na B katika somo moja tu. Ameongoza kwa ufaulu na kuwa mwanafunzi bora kitaifa. Joel alitokwa na machozi ya furaha akiwa chumbani peke yake. Akapiga magoti na kumshukuru Mungu.
Matokeo haya yaliamsha ari kwa shule ya sekondari Kibaha, wanafunzi walioko Mtwara na vijana mbalimbali waliomfahamu Joel. Kumbe inawezekana. Ikumbukwe kuwa siku chache kabla ya mtihani wa taifa, Joel aliumwa sana na akalazwa kwa muda mrefu kwenye hospitali ya Tumbi Kibaha, na hii ilitishia uwezekano wa yeye kufanya mitihani ya taifa, ila cha ajabu alifanya mitihani na kufanikiwa kufaulu vizuri. Mungu ashukuriwe. Alirudi Kibaha kwa ajili ya masomo ya kidato cha 5 na 6. Wakati huu ingawa alikuwa shuleni, ila akili zake zote zilikuwa mtaani. Swali kubwa lilikuwa linamtatiza: nawezaje kuwasaidia wanafunzi wa Mtwara wafaulu vizuri zaidi? Kulijibu swali hili kwa vitendo, aliamua kuanzisha programu maalum. Aliwashawishi wanafunzi wenzake waliotoka Mtwara kuwa na programu ya kwenda kufundisha shule za O-level wakati wa likizo ili kufidia upungufu wa walimu. Joel alizunguka shule mbalimbali akizungumza na wanafunzi, kuwatia hamasa na pia kuwafundisha ili kuwasaidia kukabiliana na changamoto za kimasomo. Baada ya kumaliza kidato cha 6 kwenye masomo ya science, yani physics, chemistry pamoja na biology PCB, Joel alijiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa maneno yake anasema, nilichagua shahada ya uongozi na biashara nikiamini kuwa itaniandaa kuwa kiongozi, ila tulipofika mwaka wa pili nilishangaa tunaambiwa tuchague upande wa eneo la uongozi. Sikuliona, hivyo nikaamua kuchagua mkondo wa uhasibu. Midahalo mbalimbali iliyokuwa inafanyika chuoni, hasa kwenye ukumbi wa Nkrumah, ulimfanya Joel aione dunia kwa jicho lingine. Kusikiliza mawazo ya kina Profesa Harub Othman, Profesa Shivji, Profesa Safari, Dr. Rwaitama, Profesa Mkandala, na huku darasani akifundishwa na Profesa Asad na wengineo, yalinoa ubongo wake na kumpa mtazamo tofauti wa maisha. Kwa ufupi, alijikuta akitumia muda mwingi kutafuta ukweli wa maisha na ufumbuzi wa matatizo kuliko kujikita kwenye notes za darasani. Aliamua kugombea nafasi ya ubunge wa Kitivo akiwa mwaka wa kwanza. Akashinda kwa kishindo mbele ya wagombea wengine mahiri sana. Anakumbuka tukio kubwa la kumuita aliyekuwa mwenyekiti wa bodi ya mikopo wakati huo, Mheshimiwa Nimrod Mkono, pale Nkrumah, ukumbi ukiwa umejaa na Joel akiwa mmoja wa wabunge waliosimamia hoja ya kuongezwa kwa kiwango cha pesa ya kujikimu kwa wanafunzi. Mkutano huo ulikuwa mzito sana na ulileta matokeo makubwa kwa wanafunzi. Ndio mwaka huo 2005, Joel pia alijiandikisha kuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, tawi la Ubungo Msewe. Alikuwa chuoni anasoma, ila mawazo yake yote yalikuwa Mtwara. Alikuwa anawaza namna ya kuwasaidia wale aliowaacha nyumbani. Akiwa mwaka wa pili chuoni, mwaka 2006, akaanzisha taasisi isiyokuwa ya kiserikali, yani NGO, iliyoitwa Education Development and Poverty Alleviation Efforts, kwa kifupi EDPAE. Taasisi hii ilijikita katika kutoa misaada na huduma kwa watu wasiojiweza. Sambamba na hili, alianzisha pia mfumo maalum wa maendeleo ya elimu, yani Nanauka Education Development Fund, NEDF, ambao ulijikita kusaidia sekta ya elimu, hasa wanafunzi wasiojiweza. Akitumia sehemu ya pesa alizozipata chuoni iliyojulikana kama BOOM, alianza na kuwasaidia wanafunzi wawili. Baada ya hapo, aliweka hamasa kupitia watu mbalimbali kuchangia mfuko huo, na kati ya mwaka 2007 hadi 2015 alifikia idadi ya wanafunzi 200 kila mwaka, kusaidia mahitaji ya sare na mahitaji mengine ya shule. Juhudi hizi zilimfanya awe karibu na jamii yake na kujua uhalisia wa matatizo yanayowakabili. Akiwa shuleni alijishughulisha na shughuli mbalimbali za ujasiriamali, na muda mwingi aliutumia kwenda nje ya chuo ili kuhudhuria makongamano na mafunzo mbalimbali. Mara baada ya kumaliza, Joel alitamani kuendelea kugusa jamii, ila uhalisia wa maisha ulimgomea. Alijaribu kufanya kazi kama mhasibu, ila akashindwa baada ya wiki moja na akaacha kazi. Kwa maneno yake anasema, niligundua sio kazi ninayoipenda kwa sababu ilikuwa inanifungia ndani na kuninyima fursa ya kukutana na watu. Baada ya kufanya utafiti wa nafasi ya vijana kuelekea uchaguzi wa mwaka 2010 na kuikabidhi makao makuu ya CCM, ndipo Chama cha Mapinduzi kiliamua kumteua kama mwajiriwa kuwa katibu msaidizi wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Moshi vijijini, ikimtaka kutekeleza aliyoyasema kwa vitendo. Harakati za Joel katika siasa zilimkutanisha na mambo mengi, ila zilimpelekea kugombea ubunge kwa mara ya kwanza jimbo la Mtwara mjini mwaka 2010 akiwa na umri wa miaka 27 pekee. Ingawa sera zake zilivutia watu wengi sana na kupata umaarufu, ila umri wake mdogo na kukosa rasilimali fedha zilimpa nafasi ya 4
kati ya washindani 8 wenye uzoefu. Joel alijiendeleza kimasomo na kufanikiwa kuwa mwanafunzi bora katika stashahada ya juu ya diplomasia ya uchumi, yani postgraduate diploma in economic diplomacy, akipata alama A katika masomo yote kwa semester zote na kupata GPA ya 5.0. Baadaye alijiendeleza katika masomo ya uzamili katika uongozi na baadaye shahada nyingine 2 za uzamili, moja katika uongozi na nyingine katika uhusiano wa kimataifa na maendeleo. Alitunukiwa pia shahada ya uzamivu ya heshima katika uongozi Atlanta nchini Marekani kwa kutambua mchango wake katika kubadilisha jamii. Alifanikiwa kupata kazi Umoja wa Mataifa kupitia shirika la UNESCO lenye makao yake nchini Ufaransa linalojishughulisha na elimu, sayansi na utamaduni. Ingawa alikuwa akifanya kazi hii, moyo wake bado ulikuwa unalilia kuinua maisha ya watu. Akiwa bado anafanya kazi, alianza kazi za uandishi wa vitabu na kutoa kitabu chake cha kwanza cha Timiza Malengo Yako mnamo mwaka 2017. Kutokana na wito wa kutumikia watu kuwa na hamasa sana ndani yake, Joel aliamua kuacha kazi Umoja wa Mataifa na kuanza shughuli za kusaidia jamii kupitia taasisi yake ya Africa Success Academy iliyojikita katika kufundisha taasisi na watu binafsi kujitambua na kuongeza ufanisi katika shughuli zao za kila siku. Ameendelea kugusa maisha ya watu mbalimbali kupitia vitabu vyake 50 ambavyo ameviandika hadi sasa na mitandao ya kijamii. Kupitia taasisi ya Joel na Nauka Foundation, amekuwa akigusa maisha ya watu mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania kama vile kusaidia matibabu ya wagonjwa mbalimbali, ada za wanafunzi wanaotokea familia maskini, viti mwendo kwa ajili ya walemavu, kutoa misaada wakati wa majanga na kadhalika. Kwa muda mrefu pia amejikita katika kusaidia wanawake wajane na pia wasichana ambao wamekosa nafasi ya kusoma kutokana na umasikini. Kutokana na kazi zake kugusa maisha ya watu wengi, amewahi kutambuliwa na kutunukiwa tuzo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Mwaka 2012 amewahi kutambuliwa kama kiongozi bora kijana nchini Taiwan, China. Amewahi pia kutajwa katika vijana 100 wenye ushawishi zaidi barani Afrika kwa mwaka 2020, lakini amewahi kutajwa pia katika orodha ya Watanzania wenye mchango mkubwa zaidi kwa mwaka 2024. Pamoja na shughuli zake mbalimbali, Joel amekuwa akitumiwa kutoa mafunzo na midahalo kwenye vyuo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwenye kitabu chake maarufu kinachoitwa Dira, Joel amezungumzia mbinu ambazo nchi ya Tanzania inaweza kubadilika na kuwa taifa lenye nguvu na uchumi imara, huku akiamini kuwa na yeye ni sehemu mojawapo ya watu wanaotakiwa kutoa mchango wa mabadiliko hayo. Kama siku zote ambavyo amekuwa akisema, see you at the top, akiamini kuwa kila mtu ana nafasi ya kufika kwenye kilele cha ndoto yake bila kujali mazingira aliyopo kwa sasa. Joel na Nauka anabakia kuwa mmoja wa watu wenye mchango mkubwa katika taifa kwenye maeneo mbalimbali. Tanzania inajivunia kuwa naye.